Joshua alimwambia, lakini wewe si umesema hivyo au? Rashidi alisema, hivi unayoyaongea yanakuingia akilini kweli? Alikuwa anamwambia Patriki. Rashidi aliendelea kusema, kwa hiyo unataka kuniambia kuwa Mungu alipokuwa ananileta duniani alinipa zawadi ya kuona mizimu? Mimi, yaani uwezo wa kuona mizimu. Zawadi ya kuona mizimu. Kama ni zawadi naikataa, sio sehemu yangu. Patriki alicheka na kusema, mimi sio Mungu, lakini unajua wapi Mungu alipo. Unaweza kumuuliza kwa nini alifanya hivyo. Hata mimi sio sehemu yangu. Patriki baada ya kusema hivyo alimuuliza Joshua, je, wewe zawadi ya kuona mizimu ni sehemu yako? Joshua alimkataa na kusema, kwani wewe una matatizo gani wewe kichaa? Lakini Joshua aliongeza kusema akiwa anamwambia Rashidi, yule mama amesema umekuwa ukiona mizimu kwa muda mrefu na hujawahi kutuambia. Wakiwa wanaongea, mzimu wa Faith ulikuwa umeshafika hapo. Patriki aliongeza kusema, na hapo ndipo ninapoelewa na kumtilia mashaka huyu rafiki yetu. Umekuwa ukiona mizimu na hautuambii. Rashidi alikuwa kimya, hajibizani nao. Alikuwa ameganda, ameangaliana na mzimu. Wakati huo Joshua na Patriki hawakuwa wanajua kama mzimu umeshafika hapo kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kuona mizimu. Lakini Patriki alisema, unaulizwa maswali, umeangalia upande huo, unaangalia nini huku? Patriki kwa woga wake alikuwa ameanza kuhisi kitu. Alikuwa anapepesa macho na kutafuta bila mafanikio ya kuona kitu. Patriki aliongeza kusema, kwani hapa si ni nyumbani kwako? Hebu tuambie nini kinaendelea, unaangalia nini? Bado Rashidi alikuwa kimya muda wote. Joshua akasema, kama mzimu upo hapa, hebu tuambie. Rashidi aliwauliza, nini mnataka tena? Nataka ukweli ama uongo? Patriki alikuwa anaanza kuhisi mkojo. Muda huo Joshua alimwambia Rashidi, hebu kama unaongea, ongea. Kiukweli Patriki alikuwa mwoga sana ingawa alikuwa anaongea sana. Walianza kufokeana na Joshua. Joshua anamwambia Rashidi aongee. Muda huo Patriki anataka kujua ukweli wakati anaogopa. Patriki alimwambia Rashidi, usiseme ukweli, tudanganye tu. Rashidi akasema, she is not, hayupo hapa. Joshua kusikia hivyo alisema, tupo wenyewe, watu tu. Aliongea huku anafuta macho, lakini Patriki akasema akimwambia Joshua, hivi unajisikia unachoongea? Joshua akamuuliza, nini unataka kusema? Patriki akasema, nimemwambia aseme uongo, kasema hayupo hapa, hiyo inamaanisha kuwa yupo hapa. Joshua akasema, aya, hebu tuambie ukweli. Rashidi akawaambia, mna uhakika? Joshua alikasirika na kusema huku akiwa kajaa woga, si useme, hebu ongea. Rashidi alimwambia Patriki, she amesimama pembeni yako. Patriki alihisi kujikojolea. Rashidi akaongeza kusema, tena hapo pembeni yako anaonekana kuwa na tabasamu kwa ajili yako. Patriki na Joshua walitoka nje wakianguka na kusimama kama watoto. Sasa Rashidi alibaki na Faith ambaye ni mzimu. Faith alimwangalia kwa tabasamu, lakini muda huo Rashidi alionekana kuwa na ghadhabu juu ya anachofanya Faith. Faith alisema, nafikiri sasa tumebaki mimi na wewe. Aliongea akiwa kajaa tabasamu. Rashidi alimkazia macho, kisha alisimama na kumsogelea kwa ukaribu Faith. Alishindwa hata afanye nini kwake ama aseme nini. Sasa tupate matangazo mafupi kisha tunarudi hapa. Taarifa njema kuhusiana na Empire Studios. Kama unataka kutengeneza vipeperushi, kadi za harusi au za biashara, matangazo ya biashara au mabango ya biashara, tuone sisi. Tunakufanyia kazi safi na salama kwa bei nafuu sana. Ili kuona kazi zetu, nenda Instagram uandike Empire Studio Devs, yaani Empire Studio 12, kisha ututafute kwa uhakika. Tuendelee na simulizi. Sasa ni siku nyingine asubuhi, tukiwa kwenye nyumba nyingine mpya kabisa kwenye simulizi yetu. Kuna jamaa anaitwa Adamu. Aliingia chumbani akiwa kabeba laptop mkononi. Aliiweka kwenye godoro kisha akasogea ukutani, ambapo palikuwa na picha ya mwanamke akiwa na mtoto. Picha ilikuwa inaonekana kama ya ule mzimu wa Faith. Alianza kuongea kwa uchungu na machozi. Siwezi kuamini umeniacha. Siwezi kuamini eti umeondoka. Mwanangu wa kike yupo wapi? Yupo wapi binti yangu mdogo? Alikuwa anaongea kwa uchungu sana na machozi ya huzuni. Anaongea na picha ambayo haiwezi kumjibu na kurudisha kwa Rashidi. Rashidi akiwa anatoka chumbani, anashuka ngazi kashikilia simu, anapitia. Alifika sebuleni na kumkuta Faith kasimama upande wa TV. Rashidi alikatisha alichokuwa anafanya kwenye simu. Aliweka simu mfukoni. Alisogea karibu kidogo na Faith. Alianza kwa kusema, sasa najua hauna nyumba, lakini tafadhali unaweza kwenda kukaa makaburini. Unaweza kubaki kama mfu maana umeshakufa. Itoshe basi, nenda ukabaki sehemu yako tafadhali. Hii ni nyumba yangu, hili ni eneo langu. Huwezi kuendelea kufanya hayo. Au ni kwa sababu una uwezo wa kutokea na kupotea ndio maana unakuwa na matumizi mabaya ya huo uwezo?
hivi unajua kuwa unavunja utaratibu wa kuingia sehemu? Wewe una shida gani? Unaweza kuacha kunisumbua tafadhali. Kumbe mpenzi wa Rashidi alikuwa yupo chumbani. Rashidi alipotoka chumbani alimwacha. Sasa kule chumbani Nima alianza kusikia mtu akilalamika kwa hasira. Aliamua kushuka na kuja kuangalia nini kinaendelea. Alipofika kwenye ngazi, alimwona Rashidi akiongea kana kwamba anaongea na mtu, lakini hakuna mtu anayeongea naye. Rashidi aliendelea kuongea bila kujua kuwa mpenzi wake anamwona. Ebu niache na amani yangu, nimechoka. Umeshakufa, basi baki umekufa. Acha kunisumbua tafadhali, acha kusumbua, nimechoka. Nima alipiga hatua moja baada ya nyingine akishuka kutoka kwenye ngazi. Alikuwa akimfuata Rashidi. Baada ya kufika chini alisema, tena umekuwa kichaa tena. Rashidi aligeuka na kumwangalia akiongeza kusema, tafadhali mpenzi, huwezi kuelewa. Nima alisema, na hilo ndilo tatizo ambalo nashindwa kuelewa. Sina uwezo wa kukuelewa tena. Nini kinaendelea kwako? Unafanya nini? Unaongea na nani? Rashidi alikuwa anataka kujitetea. Akageuka kumwangalia Faith huku anamwangalia Nima, anashindwa aseme nini. Yeye anaona kilichosimama mbele yake, lakini Nima haoni kitu. Anawezaje kujieleza? Nima aliendelea kusema, haswa naona umepoteza akili zako na hata hauoni hiyo. Rashidi alisema, baby, lakini mimi nipo sawa. Nima alipinga na kusema, haupo sawa. Rashidi alisema, na kuahidi mimi sio kichaa. Lakini msimamo wa Nima ulikuwa pale pale. Wewe haswa ni kichaa. Mwanzoni nilikuwa nadhani unanifanyia utani. Kwani hauoni kuwa unachofanya unanivunja moyo? Nima alisema, kwa kweli imetosha, inatosha. Aliongea huku akiwa anapandisha juu wanapolala. Rashidi alimuuliza, unamaanisha nini kusema inatosha? Nima hataki kusikiliza chamchu. Aliingia chumbani na muda huo mchezo wote Faith alikuwa anawaangalia tu. Nima aliingia chumbani kisha akakimbilia bafuni na kujifungia. Rashidi alimfuata lakini hakufanikiwa kuingia kule bafuni. Nima aliangua kilio kule ndani akisikika kumkosa mpenzi wake anayempenda sana. Atafanya nini? Rashidi anaona mwanamke ambaye ni Faith lakini wengine hawaoni kitu. Anazidi kuchanganyikiwa. Tunachukua mapumziko kisha tunarejea. Ni hatua gani watachukua ili kutatua tatizo? Je, Faith anataka nini?